Katika kijiji cha Mwaya, chini ya uvuli wa miti mirefu ya Iroko na jua kali lililobusu kila paa, aliishi mtu mmoja aliyeitwa George. Kila mtu alimfahamu, si tu kwa sababu alikuwa na nguvu, wala si tu kwa kuwa alikuwa mtanashati, bali kwa sababu alikuwa mwindaji stadi kupita wote kwa maili nyingi. George alikuwa na ngozi nyeusi iliyokolea kama punje za mitende zilizokaangwa, misuli iliyosukwa kama kamba na macho yaliyowaka kama makaa ya moto. Wanawake walimkodolea macho kila alipopita, wanaume walitikisa vichwa kwa heshima, na watoto waliota kukua na kuwa kama yeye. Alikuwa amewinda simba, amepambana na ngiri wakali, na wakati mmoja hata alibeba paa aliyekomaa mgongoni mwake kupitia msituni. Lakini kile ambacho hakuna mtu alikiona na kile ambacho hakuna aliyekijua hapo awali ni kwamba George alibeba siri nzito, siri ya ajabu iliyojaa maumivu makali. Yote ilianza alipokuwa kijana mdogo, karibu na kipindi ambacho sauti yake ilianza kuwa nzito na akaanza kuketi karibu na moto pamoja na vijana wakubwa. Walikuwa wakizungumza kwa sauti za chini kuhusu maana ya kuwa mwanamume, kuhusu tamaa zinazochipuka usiku na kuhusu utulivu mtamu unaofuata baada ya hapo. Akiwa na shauku na hali ya upweke, George aliamua kujaribu. Alichukua chupa ya mafuta mazito yanayoteleza na kuyapaka mkononi mwake, kisha akafanya kile ambacho wenzake walikuwa wakikielezea. Alisubiri, alijaribu tena, alisubiri zaidi, lakini hakuna kilichotokea. Haijalishi jinsi alivyojaribu kwa bidii na haijalishi kwa muda gani, furaha ile ambayo kila mtu aliizungumza haikuwahi kumfika. Mwanzoni alifikiri, labda ni mimi tu, labda nahitaji mwanamke wa kunisaidia. Hivyo alipozidi kukua na kuwa jasiri, alianza kukutana na wanawake. Alipata wanawake kwa urahisi kwa sababu George alikuwa mcheshi, mwenye heshima na mtanashati wa kuvutia. Wanawake wengi walifurahi kutumia muda naye na aliwatendea kwa wema na ustadi mkubwa. Lakini kila mara kitu fulani kilienda mrama. Haijalishi walikaa pamoja kwa muda gani, George hakuwahi kufika kileleni. Mara ya kwanza, wanawake waliona jambo hilo la kuvutia, lakini baada ya saa kadhaa walipochoka na kutaka kutulia, George hakuweza. Jambo hilo likawa la kutisha na kuleta wasiwasi. Wakati fulani, wanawake walifikiri ni kosa lao, kisha walidhani labda alikuwa na haya tu. Lakini baada ya saa na saa, alipowasihi wabaki kidogo tu wakitumaini labda angemaliza, wao walichoka, wakachukizwa na kuingiwa na hofu. Ni kama mwili wako umekwama, mwanamke mmoja alipiga kelele alipokuwa akikimbia kutoka kwenye kibanda chake. Mwingine alilia na kusema, roho yako lazima itakuwa imenasa, wewe si mwanadamu wa kawaida. Na hapo ndipo minong'ono ilipoanza. Ilienea kwa kasi kutoka sokoni hadi mtoni, kuanzia kwenye vibanda vya pombe ya kienyeji hadi kwenye makazi ya makuhani. Wanawake vijana walionyana, George amelaaniwa, atakuchosha mpaka uzimie. Anaendelea tu bila kikomo, lakini hafiki mwisho. Punde si mbali, hakuna mwanamke aliyetaka kuwa karibu naye tena. Akina mama waliwaambia binti zao, kaa mbali na mtu huyo, roho yake si safi. Baadhi ya wanakijiji walianza kumuita hata ngoma tupu, kwa sababu haijalishi jinsi ilivyopigwa kwa nguvu, hakuna sauti iliyotoka. George alijaribu kuichukulia hali hiyo kama utani. Alijikita zaidi kwenye uwindaji wake na kuleta nyumbani mawindo makubwa. Lakini hata akiwa msituni kumfuatilia paa au kutega mitego, aibu ilimfuata kama kivuli. Kila alipopita karibu na kundi la wanawake, walimtazama kwa huruma au kugeuka kando wakicheka nyuma ya mikono yao. Wazazi wake, wazee wenye heshima, punde walisikia rumu hiyo. Usiku mmoja, mama yake alimjua akiwa na machozi machoni. Mwanangu, ni nini hiki unachosema kuhusu wewe? George aligeuza uso wake kwa huzuni na kunong'ona, ni kweli mama, kitu ndani yangu kimevunjika. Sijui kwa nini. Nimejaribu kwa sana, lakini sihisi kile ambacho wengine wanahisi. Baba yake, mtu wa maneno machache, aliweka mkono wake juu ya bega la mwanaye na kusema, hata mti wenye nguvu zaidi unaweza kuoa ndani yake. Siku zilipita kisha wiki, na George alijihisi mwepweke kuliko wakati wowote. Aliacha kuwinda, aliacha kutabasamu na karibu asile chochote. Hakuweza kwenda sokoni bila kuhisi macho ya kila mtu anamkodolea. Nguvu zake sasa zilionekana kama dhihaka. Kuna faida gani ya kuwa mwanamume ikiwa huwezi kuwa mwanamume aliyekamilika? Jioni mmoja, akiwa ameketi peke yake kando ya moto, alikumbuka hadithi aliyosimuliwa na bibi yake alipokuwa mdogo. Kileleni mwa mlima Ndololo anaishi roho, bibi yake aliwahi kunongonea. Ina uwezo wa kurekebisha maumivu yoyote na kujibu siri yoyote, lakini msaada wake una gharama,
gharama ambayo wengi hawawezi kuimudu. Mwanzoni alitupia mbali wazo hilo, lakini aibu ilipozidi kuwa nzito, wazo hilo likakataa kumtoka. Na hivyo, asubuhi yenye baridi kali kabla ya mapamzua, George alichukua mkuba wake la uwindaji, akafunga kifua chake kwa shanga Nikurech nyekundu kwa ajili ya ulinzi na kuanza safari. Hakumwaga hata mtu. Leta nitafute roho ya mlima, alifikiri. Nitaiomba inirekebishe, hata kama itanigharimu maisha yangu. Kile ambacho hakujua ni kwamba kifo kiweza kuwa sio kitu kibaya zaidi ambacho roho yule alikuwa nacho. Safari kwenda mlima Ndololo haikuwa kama uwindaji wowote ambao George amewahi kufanya. Mlima ulikuwa mrefu na wana hasira. Kilele chake kilifichika na uwingu mzito na mwili wake ulifunikwa na miti ya kale iliyonong'onesha mambo ya ajabu upepo ulipopita. Watu walisema mlima Ndololo ni miiko, hakuna aliyethabiti kwenda huko, hata mashujaa wajasiri au wanamama wakata tamaa. Walisema mlima ule ulikuwa hai, ulikuwa unatazama na unakumbuka, lakini George hakujali zaidi. Aibu ilikula kiburi chake na upweke ulinyamazisha hofu yake. Havyo basi alitembea. Alivuka mito yenye hadhabi iliyonguruma miguuni kwake, alipanda miwamba iliyokata ngozi yake, alipita kwenye misitu ya Ghana dhiti kiasi hata ndege walikaa kimya, na wakati wote huo mlima ulimvija kwa ukimya kama Mungu anayesubiri. Kufikia siku ya 3, midomo yake ilikuwa imepasuka kwa ukavu, miguu yake ilikuwa dhaifu na moyo wake ulikuwa mzito, lakini bado aliendelea. Alipofika katikati ya safari, aliona kitu cha ajabu. Mti usio na majani, lakini damu mbichi inatiririka kwenye goma lake. Alitazama kwa maajabu, na ghafla sauti nyepesi ikatoka nyuma yake. Umetoka mbali mwindaji. George aligeuka haraka. Kile alichokiona kilifanya moyo wake usimame kwa muda. Hapo alikuwa amesamaa mtu mrefu ambaye haukuweza kutambulika kama ni mwanamume au mwanamke, kijana au mzee. Ngozi yao ilikuwa nyeusi kama udongo mbichi na macho yao yalikuwa mekundu yenye angali kama makaa ya moto. Shingoni mwao kulikuwa na mkuba uliosukwa na mifupa ya benge, kengele ndogo na vipande vya vioo vilivyovunjika. Kiumbe hicho kilimtazama George kwa macho yake ya moto, kisha kikacheka kicheko kilichosikika kama sauti ya mawe yakisagana. Unatafuta kile ambacho kila mwanamume anakithamini mwindaji, kiumbe hicho kilisema. Unataka moto wako uwe na mwisho, lakini kumbuka, gharama ya kupata utulivu ni kupoteza nguvu zako zisizo na kikomo. George, akiwa ametetemeka lakini kataa tamaa na maisha ya aibu, alijibu, niko tayari. Heri niwe mwanamume wa kawaida na amani kuliko shujaa anayeishi kwa aibu. Kiumbe hicho kilichukua kipande cha viondo shingoni na kumtaka George kukitazama. Ndani ya vioo hicho, George hakuona sura yake, bali aliona mizizi ya mti wa Iroko imejifunga kwenye moyo wake. Kiumbe hicho kilielezea kwamba nguvu zake za uwindaji na mwili wake vilikuwa vimeunganishwa na roho ya mti wa kale, mti usiochoka, na ndio maana mwili wake haukujua kikomo. Kwa kutumia damu kutoka kwenye ule mti uliokuwa unatiririka, kiumbe hicho kilimpaka pajalabu la George na kunongona maneno ya kale. Ghafla, George alihisi baridi kali ikipita mwilini mwake na ule uchungu ambao ulikuwa umemjaza kwa miaka ukayayuka. Imekwisha, kiumbe kilisema. Sasa nenda, utakuwa mwanamume kama wengine, lakini hautakuwa mwindaji mbora zaidi. Nguvu zako zimepungua kwa ajili ya amani yako. George alirudi kijijini Mwaya akiwa mtu tofauti. Hakuwa tena na uwezo wa kubeba paa mzima mgongoni au kupambana na simba kwa mikono mitupu, lakini uso wake ulikuwa na tabasamu la amani ambalo wanakijiji hawajawahi kuliona. Baadaye, George alioa mwanamke aliyemfahamu tangu utotoni, mwanamke ambaye hakuangalia ushujaa wake, bali aliangalia moyo wake. Simulizi za ngoma tupu zilikoma na George aliishi maisha marefu ya haki, akiwafundisha vijana wa Mwaya kwamba kati fulani kuwa wa kawaida ndiyo ushujaa mkubwa zaidi kuliko kuwa na nguvu zinazokukosesha utuu.